stalled projects for KIPES, stalled projects in healthcare, unless we really don't care about this country. And the complaint perpetually from the public has been about service delivery and stalled projects. We need to get serious. And that is why today we have made a very strong statement as the Council of Governors. We had other governors also joining virtually, and we have agreed that in 14 days, if this matter is not resolved, we shall shut down the counties. Thank you. Thank you. Natembea siku hizi anakimbia. Natembei. Asante sana. Sisi kama magavana tungependa tu kukumbusha serikali ya kitaifa kwamba kulingana na katiba ya Kenya tuko na serikali 48. Moja ya kitaifa na 47 zile za majimbo. Na uhusiano kati ya serikali 47 na ile moja ya kitaifa ile ya heshima, kuheshimiana. County governments are siko subordinate kwa national government. Tumekuwa tunapitia kwenye changamoto nyingi sana. Kwanza kabisa serikali kuu kuna majukumu ambayo yamegatuliwa na ambayo kwa muda mrefu sana counties hazijapewa. Hiyo ndio imekuwa vita zetu sana na national government. Pili, yale majukumu pia ambayo yamegatuliwa kuna mengine ambayo zile fedha zake hazijakuja kwenye county. Na serikali imekuwa inachukua haya majukumu. Kwa mfano unapata mambo ya ujenzi wa masoko, mambo ya hospitali, hata mambo ya kuendesha masuala ya maji. Unapata kuna zile idara za national government ambazo zinafanya. So jambo ambalo limeudhi magavana ni kwamba kuna fedha ambazo zimeondolewa kwenye bajeti. Tayari kuna wanakandarasi ambao wamepewa hizi kazi, wanaendelea kufanya kazi, wanatarajiwa kulipwa, na hizi fedha zimeondolewa kwenye bajeti. Sisi tunahisi kwamba kuna deliberate effort kuhakikisha kwamba accounts zinafilisika, zinakufa, kwa kuondoa ile heshima, ile credibility katika counties. Hivi karibuni itafika kwamba hata kupata wanakandarasi serious kuja kufanya kazi katika counties itakuwa shida kubwa sana. Ndio naona kuna mrundiko wa pending bills kule mashinani. So sisi tunaomba tu kwamba treasury ikuwe neutral. Ikuja mambo swala ya ugawa fedha kati ya national government na county government, na tuwakumbushe tu kwamba sisi kama magavana, kama county governments, we're not a department of the national government. Ambaye mtu ataamuka siku moja aseme nimetoa fedha hapa nimepeleka mahali pengine, mfanye vile mnataka. Sisi ni watu ambao tunawajibika vizuri sana. Ikifika stage tuseme kwamba sasa tunataka kufunga county kwa siku 14 ambazo zinakuja, ni kwa sababu tumefika mahali ambapo sasa hatuwezi kustahimili tena. Tunajua Wakenya wataumia wakati tumefunga counties, but lazima Wakenya wajue kwamba for now tuko kwa life support machine. Tumekuwa tuna pretend kwamba counties zinafanya kazi vizuri, lakini kuna matatizo mengi sana. Vile mmeona kwenye statement kwamba kuna counties kuanzia mwezi wa mwaka huu hawajawahi pata mgao wa fedha kutoka kwa treasury, ile hali sheria inasema kwamba kila mwezi lazima counties zipate mgao wa fedha. Tunapewa tu fedha at the whim of an individual, anaamua kwamba mwezi huu utapeana fedha, mwezi mwingine sitapeana fedha. Wafanyikazi wetu wale ambao tunafanya nao kazi kule kwenye county, hata mishahara zao tumelazimishwa wakati mwingine kwenda kukopa pesa kwenye benki kulipa mishahara. Sisi kama baraza la magavana hatukubali kwamba sheria ambayo iliweka ugatuzi iliazimia kwamba mambo yatafanyika katika vile hali ya kiholela vile ilivyo, na ndipo sasa tumeamua kwa kauli moja kwamba tutafunga county kama haya masuala hayatakuwa yamekuwa addressed katika siku 14 ambazo zinakuja. Thank you. Ngoja. You're not speaking, let me just say one. Who is going to mark this exam? Unauliza question. Wacha niongeze kamoja. Yeah, it is important to note that the donor funded projects by the implementing agencies have deadlines. Some of the projects that we are talking about had been increased a period of 6 months because we missed the deadline in December. And it therefore means that when this money does not come, it is going to be lost completely, not just to counties, but to Kenya.
So what is the interest of the national government having money that was brought by donors to develop the counties being taken back by the donors? Secondly, what is the interest of the national government in ensuring that projects are not implemented in the counties using donor money? Because even when they don't include it in the budget and they cut it off, do they move it to other projects contrary to the conditions of the donors? Because they have prescribed conditions how this money should be used. It's therefore not a wonder in the next few years, because development partners will not be meeting their targets. If we have a project that has been fashioned and it has implementation for several years, if they say that the percentage they were supposed to meet in terms of performance was not met in Kenya and take the projects away, how does Kenya benefit? So we are saying it is possible in the next few years to find Kenya having very few development partners who are interested in implementing projects here, because politics of the day that involves scoreboards between national and county government are really interfering with the implementation. And therefore, as a country, we shall definitely lose, because the development partners can see. They know the reason why the money is going away is not because counties did not perform. They know it's because of the politics that are there.